Shalom na habari yako msikilizaji wangu mpendwa, na unayenifuatilia popote pale ulipo, na kusalimia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu mkuu aliye hai. Leo hii nakuletea mimi mtumishi wa Mungu naitwa Alfred, maombi ya mwenye haki. Haya ni maombi ya mwenye haki. Haleluya. Mungu Mwenyezi na muumba mbingu na nchi zote kanituma kufanya maombi kwa ajili ya kuombea taifa, na ikiwezekana yeyote anayenisikiliza aungane nami tuombe pamoja. Lakini zaidi tunahitaji kumwomba Mwenyezi Mungu atusamehe na kuturehemu, ili tuishi maisha matakatifu ya kumpendeza na kumpa Mungu utukufu wakati tunajiandaa na unyakuo wa kumsubiri muda wote atakaporudi, kama ambavyo alituahidi kwenye Mathayo sura ya 24. Amen. Haleluya, mwana wa Mungu. Mbona utikii? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia Mungu kaniambia kuwa popote ombi hili litakaposikilizwa, ataishusha mamlaka yake na kuwabariki au kuwalaani wanaoisikiliza sawa na unyenyekevu na utii wao, na hakuna mhusika ambaye haitamfikia na ataisikiliza na kubaki vile jinsi alivyo, kutokana na ile nguvu na mamlaka katika maombi haya na madhabahu hii. Lazima imwache akijitafakari kwa yale aliyofanya na kwa jinsi gani anamtukuza Mungu muumba mbingu na nchi. Zaidi Mungu kaniambia, na wengine watadownload na kuendelea kuyasikiliza, na wengine watatamani hata kuyaprinti, na wengine wasiojua Kiswahili watatamani watafasiriwe wapate kujua kile Mungu anasema kwa taifa la Tanzania. Na aliniambia lazima iwe kwa Kiswahili, sababu wengi wahusika ni Watanzania na ni nchi za jirani. Kiswahili ndio lugha mama. Kwa maombi haya mtumishi wa Mungu hayana au wewe unayenisikiliza, kama una ugonjwa utapona papo hapo, na kama unasumbuliwa na roho chafu zitakukimbia, na kama hauna amani au labda una shida yoyote, ukiamini tu zaidi utamshangaa Mungu unayemwabudu, naye atakushangaza kuliko unavyoweza kudhani. Wale wote watakaodharau na kufanya ukaidi, nao pia wataadhibiwa na kulaaniwa papo hapo, kama jinsi alivyoniambia. Si kwa akili yangu wala si kwa uwezo wangu, ni kwa neema na kwa mamlaka ya kutoka juu mbinguni. Haleluya, mwana wa Mungu. Haya, naomba tuombe. Uko tayari? Baba yetu uliye mbinguni, tunaitukuza damu na jina lako la thamani, takatifu na lenye nguvu, mamlaka na maajabu yasiyoweza kuelezeka. Ninaomba vitutakase, kutusafisha na kutuondolea uovu, dhambi, maagano na vifungo vya aina yoyote kutoka falme na mamlaka za gizani, na kwa kutuweka huru kiroho, nafsi na mwili, na majina yetu yaandikwe kwenye kitabu cha uzima. Maana kuanzia sasa sisi tuko huru na tumekombolewa mwili, roho na nafsi, na hatuna kifungo wala laana wala magonjwa kwetu tena, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, tunaomba ufalme wako uje hapa duniani kama ulivyo juu mbinguni. Utupe leo riziki yetu, na utusamehe makosa na madeni yetu yote, kama nasi tuwasamehevyo wote waliotukosea. Lakini Yesu, tunakuomba sana, usitie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa Mungu, nguvu ni zako, utukufu ni wako, ufalme ni wako, mamlaka, uweza, baraka, maarifa, vyote ni vyako. Utajiri, uhai, hekima, neema, zote ni vyako. Hatuna Mungu mwingine zaidi yako, na ni wewe tu Mungu mmoja duniani na mbinguni. Hapana mwingine zaidi yako, kama ulivyotueleza kwenye Marko 12 mstari wa 29. Na hakuna yeyote mwenye mamlaka duniani wala mbinguni, sawa na Mathayo 28 mstari wa 18. Baba yangu, nimeomba na kuamini kwa jina lako Yesu, Mungu mkuu. Amen, mwana wa Mungu. Na msikilizaji wangu, nikueleze kidogo kwa ufupi baada ya maombi hayo. Okay? Sikia,
Tanzania na Afrika Mashariki na dunia yote tunapitia vipindi vigumu sana kwa wale wachache wanaojua mambo ya kiroho na yale machache yanayoonekana kwa macho ya kibinadamu. Lakini mengi yanayoendelea hamuyaoni na hamuyajui katika ulimwengu wa kiroho. Hivyo basi, kama taifa la Tanzania tunapaswa na kulazimika kurudi magotini kwa Bwana Mungu wetu, kumwomba atusamehe na kuturudisha tulipoangukia ili tujitafakari upya. Kikubwa kama taifa tunateswa na dhambi iliyosababisha tumwache Mungu na tuache kuishi maisha matakatifu yenye hofu ya Mungu ndani yetu, kwa kufuata jinsi dunia na ulimwengu wa sasa unavyotuburuza. Kwa kila mtu mmoja au familia au jamii, hata taifa kwa ujumla linaburuzwa. Mimi kama mtumishi wa Mungu na Mungu aliyenituma na kunipaka mafuta, kwa mamlaka ya kimungu na maagizo aliyonipa siku ya leo, masaa haya, kanituma niingie kwenye maombi na nirekodi na nitume mitandaoni ili kuzimu wasikie, mbingu nayo imejua, maana ndio imenituma, na wajue tumechoka. Kuzimu wajue tumechoka. Narudia tena, kuzimu wajue tumechoka. Shetani pamoja na wakala wake wote na mamlaka yake wajue tumechoka na hatuna utani tena naye. Tumechoka na mateso, hofu, umwagaji damu na unaoendelea katika taifa letu. Okay? Haya. Hivyo basi, mimi kama mtumishi wake aliyenipaka mafuta na kunipa mamlaka ya kufunga na kufungua chochote hapa duniani na juu mbinguni, leo tarehe 27 mwezi wa 4 2025, ninatamka wazi na kulituma jeshi langu la malaika alionipa Mungu, na liagiza sasa hivi liende kokote kule kwenye madhabahu na makaburi ya makabila yote 132 ya Tanzania, lifunge, liteketeze, liangamize falme na mamlaka zote za giza kwa aina na majina yake yote. Kokote yaliko matambiko, maagano, kafara za aina zote zilizofanyika kupitia damu za watu, wanyama, viumbe vya majini, ndege, mimea na mitishamba, iwe zilifanyika kwa moto, hewa, maji, ardhi au chochote kile, na zishusha, kuzibomoa na kuziteketeza kwa radi ya moto wa damu ya Yesu. Ninaamuru na kuzishusha na kuziteketeza madhabahu zote zinazoendelea kumwaga damu za watu kila siku hapa nchini Tanzania na nchi za jirani, kwa njia za ajali, watu kutekwa, kuuawa au magonjwa, kokote kule ziliko, iwe mapangoni, kwenye miti, mashambani, chini ya maji, mabondeni, maofisini, chini ya madaraja, jangwani, njia panda, makaburini, majumbani, kwenye vyumba, vibuyu, baadhi ya makanisa, misikiti, baadhi ya sehemu za kuabudia, devil worshippers, angani, ardhini, kuzimu, mapolini na misituni. Kwenye miili yetu kuna baadhi matumboni mwao ni madhabahu. Kokote kule ninaamuru kwa jina la Yesu Kristo, hata baadhi ya mavazi tunayovaa na vitu tunavyovaa ni madhabahu. Unaona kwamba ni hereni, kumbe ni madhabahu. Mikufu ni madhabahu, hizo pete ni madhabahu, baadhi ya nguo ni madhabahu. Ninatuma radi ya moto wa damu ya Yesu aliye Mungu mkuu kuziangamiza na kuziteketeza sasa hivi kwa jina la Yesu Kristo. Na chochote cha kwetu walichokishikilia kutumia nguvu za giza, ninaamuru kiwake moto sasa hivi. Kuanzia sasa kiwaongoze wao wenyewe na madhabahu zao, ikiachia na kirudie mwenyewe kwa jina la Yesu Kristo. Iwe ni picha yake, sura yake, nguo yake, kiungo chochote cha mwili wake, kucha, nywele, kitovu chochote, macho, nyota, afya, heshima, huduma, mali, masomo, akili, fahamu zetu, ndoa zetu, familia zetu, kazi zetu, biashara zetu, watoto wetu, chochote cha kwetu. Ninaagiza Tanzania na nchi za jirani, hakuna umwagaji damu tena wa aina na namna yoyote ile, wala hofu za kipepo kwa lengo la kuleta taharuki na kutoa watu kafara. Na wanyang'anya madhabahu zote, farume, mamlaka zao zote, wakuu wote wa makaburini, chini ya maji, juu ya ardhi na anga lote la Tanzania na majirani zetu. Hakuna umwagaji damu tena, hiyo mamlaka hawana. Damu walizomwaga zimetosha. Narudia, kwa nguvu mamlaka aliyonipa Mungu, natamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, damu walizomwaga zimetosha. Imetosha, imetosha, imetosha.
Sisi kama Watanzania hatuwezi kuendelea kukaa kimya na kuzidi kushuhudia kila siku tunaonewa, tunapoteza wapendwa wetu, tunajeruhiwa, tunaumizwa, tunafichwa, tunatekwa, tunauawa, tunafungwa bila makosa, tunaharibiwa mali zetu, tunavunjwa viungo vyetu na kupewa majeraha miilini mwetu. Mpaka zaidi ya haya yanayofanywa na tunaowaita wasiojulikana. Naomba nirudie tena. Ninyi mnawaita wasiojulikana, lakini kwa Mungu hakuna lisilojulikana. Sikia mwana wa Mungu. Kwa Mungu hakuna lisilojulikana. Wanajulikana na haki itatendeka. Amen. Mbaya zaidi, sisi tunaojiita watumishi wa Mungu tupo kimya kabisa, kama vile hatuoni wala kujali kile kinachoendelea katika taifa hili, na hatukemei wala kumlilia Mungu aingilie na kutuokoa. Mungu ametupa mamlaka katika madhabahu zetu, ambapo hakuna chochote duniani wala kuzimu chenye nguvu na mamlaka zaidi ya madhabahu ya Mungu aliye hai. Madhabahu ndiyo inayoamua nani awe wapi, kwa nini na lini. Hata ukisoma katika Biblia, wafalme wote waliwekwa madarakani kupitia madhabahu. Msome mfalme Daudi, msome manabii wote, Musa na wengine wote, ni madhabahu ndio iwatuma. Sauli, msome, ni madhabahu ndio iwatuma. Isaka, madhabahu ndio ina mamlaka na uwezo wa kuamuru mvua inyeshe au isinyeshe. Unamsoma mtumishi wako Elia, alizuia mvua na baadaye akairuhusu mvua. Ni madhabahu. Madhabahu ndio ina uwezo wa kufufua mtu. Hakuna serikali wala yeyote ambaye ana uwezo wa kufufua mtu. Kwa hiyo madhabahu siku ya leo, masaa haya, inatamka kwa jina la Yesu Kristo, hakuna tena umwagaji damu Tanzania. Watumishi wa Mungu mpo, mnashuhudia, mmekaa kimya. Tanzania inateketea, Tanzania inaumia, watu wanalia. Mungu kawapa mamlaka, mmekaa kimya. Yes, najua unajiuliza huyu ni nani? Haitasaidia kujua huyu ni nani, lakini mimi ni Mtanzania, naitwa Alfred. Na mtanijua soon, very soon mtanijua. Kwa nguvu na mamlaka ambayo Mungu amenipa kuisimamia Tanzania, hakuna laana, hakuna dhambi ambayo itakuwa zaidi ya mamlaka ya jina la Yesu. Wazee wetu wa Tanzania mpo, wazee wetu wa viongozi mpo, wazee wetu viongozi wa dini mpo, mmekaa kimya. Viongozi wa makanisa na mabaraza ya kidini mpo, mko wapi? Nguvu na mamlaka yenu aliyowapa Mungu iko wapi? Madhabahu zenu ziko wapi? Au mmevamiwa na roho chafu iliyomvaa Yuda? Nauliza tena, watumishi wa Mungu mko wapi? Je, mnayaona haya yanayoendelea Tanzania? Mbona kila mkiwa majukwani na madhabahuni hamkemei dhambi? Ile mamlaka ya kukemea dhambi hamna tena, zaidi ya kufanya kampeni za siasa. Watumishi wenzangu, mimi Mungu ninayemjua hana utani wala hataki upuuzi wala uzembe wala dhihaka. Kama mimi kaniadhibu mara nyingi sana na sijatenda dhambi, lakini ameniadhibu, ni kumkosea kwa sababu makosa ya kitumishi tu, sijatenda dhambi. Sembuse wewe ambaye unaua na kuteka watu kila siku. Sembuse wewe ambaye unakubali kupewa hela, alafu hakuna, unapoteza mamlaka yako, unapoteza ID yako, unapoteza authority, unapoteza kile kipawa ambacho Mungu ameweka ndani yako kwa sababu ya hela. Wana wa Mungu, tusichezee hii neema, kwa sababu Mungu kanituma kuja kuwakumbusha. God has given you a second chance. Mlango ukishafungwa wa neema tena, usije kumlaumu mtu. Tuungane kwa pamoja, tuungame makosa na dhambi zetu kama taifa. Mungu atusamee, aturehemu na tuishi kwa amani, maisha matakatifu yenye neema. Tanzania ilikuwa inasifika kwa amani. Hiyo amani imeenda wapi? Mungu amenituma kuja kuwaamsha mrudi magotini, mtubu, maana mmeisha poteza ile mamlaka ya kimungu na mamlaka ya kimadhabahu, na Mungu kakasirika sana. Na baadhi yenu haitakuwa rahisi hata kidogo, narudia tena, haitakuwa rahisi hata kidogo kurudia ule utukufu Mungu aliowapa. Mlikuwa na utukufu na mamlaka katika madhabahu zenu, sasa hivi mnahangaika. Na inavyokwenda muda sio mrefu, mpaka kufikia mwaka huu mwishoni, mtashangaa makanisa mengi yatakuwa yamefungwa na watumishi wengi mtakuwa hamna mamlaka tena, na baadhi yenu waumini watawakimbia kwa sababu hakuna mamlaka. Watanzania tunahitaji toba kama taifa. Kuanzia rais wetu mpaka chini, tunahitaji kurudi kwa Mungu magotini, kumlilia Mungu atusamee, kama jinsi ambavyo mtumishi wake
Yona alitumwa kwenda Ninawi. Mfalme wa Ninawi alilia na wananchi wa Ninawi wakaomba rehema, Mungu akawasamehe. Kama taifa tunahitaji kuomba toba, tunahitaji kuomba rehema. Tumepotea, Mungu atusamehe, aturudishe. Ninaliombea taifa la Tanzania ili Mungu alirehemu na kulisamehe, tuondokane na roho chafu za tamaa, za madaraka, za mali, uzinzi, uasherati, ushirikina na uchawi umetawala taifa hili, na vyama vya siri, devil worshippers kwa majina yake mengine mengi toka kuzimu ndio vimetufikisha hapa. Sababu shetani katubadilisha fahamu na akili zetu, tumwache Mungu na tuone kawaida. Watu wanauawa, wanateswa, wanaangamizwa, tunaona kawaida. Anayetaka yeye shetani, sawa na ambavyo Mungu ametuagiza katika Yohana 10:10. Ametuambia kwamba shetani anakuja kuiba, kuharibu na kuua, na ndio kinachofanyika Tanzania. Ni kuharibu, ni kuiba na kuua. Angalia watu wanavyouawa, angalia mali zinavyoharibiwa. Lakini Yesu alikuja kutupa uzima wa milele, sawa na Yohana 10:10. Amen. So, jinsi ambavyo Mungu amenipa nguvu, uweza, mamlaka ya kulaani, kung'oa, kuvunja, kuharibu na kuangamiza kabisa, sawa na Yeremia 1:10. Pia amenipa mamlaka vivyo hivyo ya kujenga, kupanda na kubariki. Mwana wa Mungu, hii vita ni yetu sote kama taifa, bila kujali wewe ni nani na una nafasi gani, wapi, na tumeisha ishi kwa uhakika na kuhakikisha tumeisha ishinda. Maana sitegemei kabisa, na Mungu kanihakikishia, kaniambia mara baada ya haya maombi Tanzania ni salama kabisa. Hautokuja kusikia tena majanga, kutekwa, kuuawa, ajali za kutengenezwa, watu kupewa hofu na kuonewa bila sababu. Hautakuja kusikia. Mark my word. Leo ni tarehe 27 mwezi wa 4. Shetani hana miliki tena, nimemnyang'anya kwa jina la Yesu Kristo. Na watu wake itabidi wakimbie Tanzania. Binafsi sina utani wala mchezo na shetani, na ananijua na tunajuana vizuri. Na anaelewa hawezi kunifanya chochote, maana hiyo mamlaka hana. Alishanyang'anywa na Mungu toka miaka 2000 iliyopita. Na anachokifanya kwako sasa hivi unayenisikiliza wewe na Mtanzania mwenzangu, ni usimjua Mungu na kuelewa Mungu usimjua shetani vizuri na kumjua Mungu kwa mamlaka yake. Shetani anakujengea hofu ili ukibabaika tu akumalize. Lakini naomba nirudie tena. Kwa nguvu na mamlaka ambayo Mungu ameweka ndani yangu, na amenipa mamlaka ya kusimamia taifa hili, kusimamia Tanzania, na kuhakikishia kuanzia leo, narudia tena, hautakuja kusikia umwagaji damu, utekaji, wala kuuana, wala kuonewa. Hutakuja kusikia. Na uchaguzi wetu utakuwa ni wa amani na haki. Kwa sababu hiyo, Mungu kanipa nguvu na mamlaka ya kubariki na kulaani kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo basi, kuanzia leo sasa hivi, mtu yeyote, naomba unisikize tena vizuri, narudia tena. Kuanzia leo sasa hivi, nisikize vizuri. Kuanzia leo sasa hivi, kwa nguvu na mamlaka ambayo Mungu amenipa, na kwa kinywa cha Roho Mtakatifu. Anayeongea sasa hivi ni Roho Mtakatifu, sio mimi. Kwa mamlaka ya Roho Mtakatifu, narudia tena. Mtu yeyote aliyoko kokote atakayeendelea kupanga njama na mikakati ya umwagaji damu ndani ya taifa la Tanzania na nchi za jirani, mipango hiyo yote imrudie yeye papo hapo kwa jina la Yesu Kristo. Yawezekana hujawahi kukutana na nguvu za Mungu. Naomba unisikize vizuri na ninakuonya. Narudia tena. Mtu yeyote aliyoko kokote atakayeendelea kupanga njama na mikakati ya umwagaji damu ndani ya taifa la Tanzania na nchi za jirani, mipango hiyo imrudie yeye papo hapo kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninalaani kundi au kikosi kinachotesa watu, kinachopoteza watu, kinachofunga watu, kinachoua watu kila siku, kokote kule kiliko. Ninakisambaratisha kwa nguvu ya moto wa Roho Mtakatifu, na ninakishusha na kiteketeza na kukiharibu, na ninakiangamiza kabisa, wao pamoja na mtu yeyote au kikundi chochote au kampuni yoyote au shirika lolote linalowatuma na kuwafadhili. Ninawalaani na kuwafuta hapa duniani na mbinguni kwa jina la Yesu Kristo, Mungu mkuu. Na majina yao yote kuanzia leo nimeyafuta, na hata kuwemo katika kitabu cha Mungu cha uzima. Ninalaani kiongozi yeyote na kumshusha kwenye nafasi yake ya uongozi na kumnyang'anya nguvu na mamlaka yake ya uongozi kwa cheo chake na uweza na heshima hiyo alionayo,
na alichonacho katika uongozi wake, iwapo ataendelea kusababisha umwagaji damu na kuonea watu wasio na hatia. Bwana Yesu, Mungu mkuu, ninakuomba unyoshe mkono wako katika taifa letu la Tanzania na majirani zetu, kwa viongozi wetu wa serikali, mashirika, makampuni, taasisi za dini, za binafsi, madhehebu, vyama vya siasa, jamii na familia zetu. Ninawaombea toba na rehema na uwasamehe wote kabisa kwa wale walioyafanya na kwa kujua au kutokujua makosa haya. Iwapo, narudia tena, utawasamehe iwapo watakuwa tayari kurudi magotini kuomba na kutubu na wasirudie tena. Mwana wa Mungu, kote unaponisikiliza, naomba nenda kwenye kanisa lolote, kwenye madhabahu ya Mungu kokote, nenda ni msikitini, kama unaabudu neno unazokiabudu kwa imani yako, kaombe msamaha kwa Mungu. Kwa imani yako nenda mlilie Mungu kama atakusamehe, lakini nenda mtafute mchungaji yote mwenye mamlaka. Sio kila mtu ana uwezo wa kukuombea rehema au msamaha ukasamehewa, na ndio maana sio kila mtu anaweza kukuombea ukapona. Kitendo cha wewe kuombea ukapona maana yake umesamehewa dhambi zako. Kwa hiyo kama mtu hawezi kukuombea kupona, maana yake hana uwezo wa kukuombea rehema na Mungu akusamehe. Maana yake hana mahusiano na Mungu na hana mafuta ya kitumishi kutoka kwa Mungu. Ndio maana hana mamlaka. Kwa hiyo yeyote ambaye anaweza kukuombea ugonjwa ukapona, maana yake ana mamlaka ya kimungu. Kwa hiyo huyo ndio mtu ambaye anaweza kukusaidia. Naomba wakisha kuomba toba, Bwana Yesu, na rehema, ninaomba uwajalie na kuwarudishia nguvu, hekima, mamlaka, maarifa, uweza, utajiri, sawa na ambavyo umetuahidi kwenye Ufunuo 5:12. Mungu wangu mwenyezi, uishie juu mbinguni, katika kiti chako cha enzi, Jehova Shalom, Jehova Adonai, Jehova Rafa, Jehova Nisi, wewe ndio Alfa ndio Omega. Wewe ndio Mungu mponyaji, mkombozi. Ninakuomba unyoshe mkono wako mahospitalini kote, majumbani, wagonjwa wapate kupona na warudi katika shughuli zao. Magereza yote, wafungwa wasio na hatia wawekwe huru, na kuanzia leo kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu, Tanzania iwe huru na salama, na damu zote zilizomwagika ziwalilie na kuwalaani wahusika wote kwa jina la Yesu. Na laana hii inaanza leo mara baada ya maombi haya, unless wajirudi kuomba toba na rehema, na Mungu atawasamehe. Iwapo watajirudi, maana ni Mungu wa msamaha na wewe ni Mungu wa rehema na neema. Na yeyote au kundi lolote litakaloinuka kupinga jitihada hizi za kuleta amani na mshikamano na upendo na umoja katika taifa letu la Tanzania, au kuleta dhihaka katika mwili wa Kristo au madhabahu zake takatifu za kitumishi, ninailani hilo kundi, ninamlaani huyo mtu kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu aliye, na chochote atakachokifanya kimrudie yeye au kiwarudie wao kama kundi, papo hapo kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo, narudia tena, kuanzia leo nimefunga umwagaji damu, utekaji, mauaji, utoaji kafara za damu, uonevu, vita katika taifa letu la Tanzania na nchi za jirani kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu aliye hai. Bwana Yesu, kwa nguvu na mamlaka ulioweka ndani yangu na kwa cheo ulichonipa kusimamia taifa la Tanzania, na umenipa huduma inayoitwa Tumaini Jipya kwa Tanzania mpya ijayo, maana kwamba Tanzania inakwenda kuwa mpya na inakwenda kuwa na tumaini jipya, hope for new coming Tanzania. Ninawafunika wa Tanzania na mataifa yote kwa damu yako takatifu na kwa moto wa Roho Mtakatifu, na waombea uwape hekima viongozi wote kwa ngazi zote wanaosimamia uchaguzi mkuu ujao, uwe wa haki na hofu yako iwatawale katika nafsi zao na mioyo yao, bila kujali kabila, vyeo wala itikadi zao za kisiasa. Wana wa Mungu, mwenye macho na masikio na asikie sawa na ambavyo Mungu kaniagiza kufikisha ujumbe wake bila kubagua sura ya mtu wala cheo chake, kama alivyofanya yeye kwenye Marko 12:14. Narudia, kama alivyofanya yeye kwenye Marko 12:14. Hakuangalia mtu wala cheo chake. Ukipata muda, soma Zaburi ya 101, jinsi ambavyo Biblia inakemea uovu, au Matendo ya Mitume 5:38-39. Naomba nisome kwa kumaliza Zaburi ya 72 18-19.
Nasoma kwa jina la Yesu. Na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli, atendaye miujiza, yeye peke yake. Jina lake tukufu na lihimidiwe milele, dunia yote na ijae utukufu wake. Amina, amina. Mwana wa Mungu ambaye umeweza kusema na kuabudu na kuomba maombi haya,